management of PPH, so management of postpartum hemorrhage. Sasa tumeona kwamba of course patient wetu amesha present na clinical features ambazo tumeobserve kwamba tushaanza kupata diagnosis kwamba hii ni PPH. Tumeona kwamba clinical features mojawapo ni excessive blood loss after delivery. Tukaona anaweza ka present na features of a shock ambazo anaweza kawa ni pale, zile oligouria, anuria, confusion, reduced blood pressure and so on. Sasa katika management tuna vitu vinne ambavyo ndo tutaviperform. Tuna call for help, tuna perform rapid assessment, tuna resuscitation, tuna manage special cases. Sasa tukianza na call for help, ambapo hii ina depend na setting ambayo uliopo, but the word ambao wengi wanatumia ni utashout. So utakall emergency. Umeona, aim ni kwamba usaidizi katika kumanage mgonjwa wetu, kwamba wengine watafanya hiki, wengine watafanya hichi, wengine watafanya hivi. So PPH, kitu cha kunote ni emergency cases, so you'll need to call for help. Secondly, utaperform a rapid assessment, ambapo cha kwanza utafanya ABC. Utamuassess airway, breathing and circulation. Katika airway, breathing na circulation utamwangalia pulse rate, respiratory rate, blood pressure. Almost uta-assess na vital sign. Secondly, uta-assess the uterus, whether is atonic or well contracted. Utaangalia kama sababu kubwa ya PPH either ni atonic. Tatu, uta-inspect the genital tract kwa ajili ya ku roll out tears or laceration. Utamwangalia katika sehemu za genitalia kwamba ana either tears au ana hizo laceration. Vile vile uta explore the uterus for retained placenta or uterine invasion. Kwa hiyo utamwangalia na utamuassess na uterus kama kuna haya mabaki ya placenta and whatever. Vile vile utahakikisha kwamba empty the bladder, kwa sababu tushaona na full bladder na yenyewe ni sababu ya PPH. And last, uta-assess for coagulation. Utamwangalia kwamba either ana hizo sababu kubwa ya hiyo PPH yake ni either ni coagulation. Sasa kama utaangalia kwa umakini, the aim here, utafanya ABC, obvious uta roll out na hizo vital sign, lakini utakuja uassess zile 4 T's. Uta-assess tone, uta-assess tear, uta-assess tissue, and last uta-assess the coagulation. And the additional uta-empty the bladder. Cha tatu, utafanya resuscitation, ambao obvious utamcannulate the patient, ambao utamuinsert a large bore cannula, ambao utamgive IV line with the large bore cannula na kuanza kumpa fluid. So fluid ambazo anazopewa either ni ringer lactate or normal saline, 2 to 3 times the estimated blood loss. Kwa hiyo utampa mara 2 au mpaka 3 zaidi ya kutokana na kiwango cha damu alichokipoteza. Cha pili, utamcatheterize, ambao utamuinsert in indwelling urethral catheter. Aim ni kwa ajili ya ku monitor urine output. Then tatu, uta obtain blood for grouping and cross matching
in case kama atataka afanyiwe blood transfusion, kwa tutakuwa tayari tushajua blood group yake na cross matching. And last itabidi kumkeep the woman warm. Lastly tunafanya management ya special cases ambao tutaanza na uterine atone, ambapo kishagundua kwamba huyu mtu ana of course uterus imeshindwa kucontract well, ndo tutaanza na kumfanyia management hizi. Cha kwanza kabisa uta massage the uterus. Umeona, aim ni kwa ajili ya kufanya uterus contract well. Utampa IV infusion ambao actually utaplus na hizi oxytocin ambao ni 20 unit per liter of a normal saline or ringer lactate. Kwa hiyo utachukua drip hilo la normal saline au ringer lactate ambao mwisho wa siku utachanganya na hiyo oxytocin 20 unit afu infuse hiyo mgonjwa wako. Then utamchoma hiyo sindano ya oxytocin 10 IM intramuscular. Alafu mwisho kabisa utamrefer immediate in case kama bleeding bado inaendelea. Things to note hapa, kipindi unamrefer lazima awe escorted na nurse au midwife ambao mwisho wa siku atakuwa anamfanyia procedure moja inaitwa ana massaging uterus au anamfanyia bimanual compression ya uterus, ambao procedure kama ambavyo unaweza kaiona, hiyo ndo bimanual compression of the uterus. So during referral kama bleeding still persist, ina maana nurse ambao anamuescort the patient inabidi afanye hiyo bimanual compression of uterus. If the case is the retained placenta, so management yake itakuwa kama ifuatavyo, kwamba utampa oxytocin 10 unit IM, afu then attempt control cord traction. Secondly, utamcatheterize mona aim kwa ajili ya of course kuondoa urine katika bladder. Then if controlled cord traction is not successful, attempt manual remove of the placenta. Kwa hiyo umefanya cord traction imegoma, control cord traction imegoma, then utamfanyia manual remove of placenta. Procedure kama ambavyo unavyoiona, procedure ambayo utakayofanywa manual remove of placenta ndo kama hivyo, kwamba utaingiza mkono wako, of course utawea sterile gloves, afu ndo utaingiza mkono wako kama hivyo unavyoona katika picha, then utafanya kuiondoa hiyo placenta ambayo imebakia. Of course hii ni painful procedure, kwa hiyo sometimes inabidi kuchoma sindano za hizo za ganzi. Other special case ndo hizi zinaweza ikawa ni tear of birth canal, kwa hiyo utabidi umrepair accordingly. Alikuwa ana hizo tear, kwa maana yake uta-repair accordingly. Then tuna either kama ni uterine inversion, then utafanya perform manual correction of the inverted uterus, kwa hiyo utairudishia. Then kama ni ruptured uterus, then utamresuscitate the patient, then utamrefer urgent for laparotomy. Lakini things to note hapa, kipindi unamrefer inabidi awepo na donor kwa ajili ya kwenda kumtolea damu.